الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته طيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. Amma ba'd, tukiendelea na adabu dua, tukawa tumesema kama tutazizungumza adabu 5 katika adabu za kuomba dua. Tukawa tumezungumza adabu 3 na kukumbushana, tulianza kuzungumzia adabu ya kwanza ya kuomba dua ni kuanza muislam kwa kumhimidi Allah na kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika kuhitimisha dua yake kwa kumsalia Allah vile vile, kumsalia mtume ya Allah. Na tukaingia katika adabu ya pili, kuomba dua wakati wa raha na shida. Na adabu ya 3, asiombe dua dhidi ya watu wake kwa kuangamiza au mali zake au wanawe au yeye mwenyewe. Na leo tunaingia insha Allah katika adabu ya 4, an yatadarraa ila Allah fi duaihi. Wakati anaomba dua muislamu ajinyongeshe na ajidhalilishe kwa Allah katika kuomba kwake dua, yani aoneshe ile hali ya unyonge, asioneshe kwamba yeye anaomba dua tu lakini hahitaji kitu. Aoneshe unyonge, kama vile anapoomba haja kwa mtu akawa anataka haja yake itimiziwe, bila shaka atakuwa anaonesha unyonge fulani ili asikilizwe na asaidiwe. Basi kwa Allah ni aula zaidi ajinyongeshe na ajidhalilishe na ajishushe katika kuomba kwake dua. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah tabaraka Ta'ala, fa akhadhnahum bil ba'sa'i wad dharra, tukawaadhibu nyimati zilizopita nyuma kwa mashambulizi makali. Tuliwashambulia kwa kuwaweka watu wetu ambao waliwaadhibu watu wao, na tukawapa vile vile madhara, shida nyingi sana. Tuliwaadhibu kwa mashambulizi makali na matatizo mingi, la'allahum yatadarraun, ili wao wapate kunyenyekea na wajishushe, wao wanyonge kwa Allah tabaraka Taala. Falawla idh ja'ahum ba'asuna tadarra'u, basi kwa nini pale ilipoajilia wao adhabu yetu wasinyenyekee, wasiwe wanyonge? Kwa nini wasiwe wanyonge wakati ilipoajilia adhabu yetu? Yani binadamu anapopata mateso yote anatakikana aoneshe unyonge fulani wa shida ambayo imemfika, na kutoonyesha unyonge manake ni kufanya kiburi. Kuna watu wanapigika sana duniani lakini bado wanasema kwamba wao hawapigiki na wao wana nguvu sana pamoja na kupigika. Uislamu hauko hivyo. Inapokuja adhabu kutoka kwa Allah tabaraka Taala, lazima mwanadamu aoneshe unyonge. Falawla idh ja'ahum ba'asuna tadarra'u, kwa nini ilipoajilia wao mashambulizi yetu kuwashambulia wao, kwa nini wasinyong'onyee? Basi kwa nini wasinyenyekee wakawa ni wanyonge? Kitu gani kilichofanya mpaka wakawa na kiburi? Walakin kasat kulubuhum, lakini nyoyo zao zimekuwa ngumu. Wazayyana lahum shaytan, na shetani akawapambia wao makanu yaamaluna, kwa yale ambayo waliokuwa wakiyafanya. Shetani aliwapambia wao. Qala al-Imam Ibn Kathir inda hadhihi al-aya, ay fahallan idha ibtalaynahum bidhalika tadarra'u ilayna watamassaku ladaina,
Kwa nini pale tulipowajaribu wao kwa mashambulizi yetu na adhabu zetu, kwa nini wasinyong'onye? Kwa nini wasinyenyekee kwetu sisi na wakashikamana na amri zetu? Kilichofanya hivyo, walakin kasat kulubuhum, lakini nyoyo zao zimekuwa ngumu. Ay ma rakkat wala khashi'at, nyoyo zao hazikulainika wala hazikunyenyekea. Na hii ni hatari sana. Ikiwa mtu hali yake ngumu lakini haonyeshi unyenyekevu kwa Allah tabaraka taala, hii ni hatari ambao Muislamu hatakikani kuwa hivyo. Ndio maana kwenye aya nyingine Allah akasema, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum lidhikrillahi wama nazala min alhaqqi wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim alamadu fakasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Hivi haujafika wakati tu kwa wale waumini waliomwamini Allah, haujafika wakati kunyenyekea nyoyo zao katika jambo la kumkumbuka Allah? Na haujafika wakati tu nyoyo zao kunyenyekea katika yale ambayo yalioshuka katika haki, Qur'ani? Wala yakunu kalladhina utul kitaba, waislamu wasiwe kama wale ambao waliopewa kitabu min kabla, huko nyuma, yani Mayahudi na Manasara. Fatala alaihimul amadu, Mayahudi na Manasara umri wao ulikuwa ni mrefu sana. Allah aliwapa umri mrefu ili wapate kunyenyekea, lakini hawakunyenyekea. Nini badala yake ilikuwa? Fakasat kulubuhum, ikawa ni sababu nyoyo zao kuwa ngumu. Wa kathiru minhum fasikun, wengi miongoni mwa Mayahudi walikuwa ni watu ambao waliotoka katika taa wakaacha kumcha Allah tabaraka taala. Kwenye aya hii akasema sahaba wa Mtume Abdullah ibn Abbas, inna bani Israila lamma tala alaihim al-amadu, hakika bani Israili wakati uliporefuka juu yao umri, kasat kulubuhum, nyoyo zao zikawa ngumu. Faktara'u kitaban min indi anfusihim, wakazua kitabu kilichotoka katika upande wao, si vitabu vya mitume, wakaandika vitabu kwa mikono yao. Istahlathu anfusuhum, halafu wakavihalalisha vitabu hivyo walivyoviandika kwa mikono yao, wakasema ndio vitabu vya Mungu hivyo. Wakana lahaku an yahula bainahum, nilikuwa huko nyuma haki ikizuia kati yao, wa baina kathir min shahwatim, na kati ya matamanio mengi. Kitabu chao kilitosha kabisa kuzuia matamanio yao. Kitabu ilikuwa na amri za kutosha kabisa. Wakana lahaku yahulu bainahum, na ilikuwa haki ilikuwa inazuia kati yao, wa baina kathiri, na kati ya mengi, min shahawatihim hatta nabadhu kitab Allah, mpaka Mayahudi wakakitupa nyume migongo yao kitabu cha Allah. Waraa dhuhurihim kaannahum la ya'lamun, kama kwamba wao hawajui kitu. Muislam anatakikana anyenyekee kwa Allah tabaraka taala wakati wa kuomba dua. Hiyo ni katika adabu za kuomba dua. Adabu ya 5, an yaliha ala rabbihi fi duaihi, amng'ang'anie na amshikilie Mola wake katika dua zake. Amng'ang'anie Allah, ewe Allah nipe jambo hili, nipe kitu kadhaa, ang'ang'anie. Allah anapenda. Ama binadamu ukimshikilia sana na kumuomba sana, basi anaweza toka kutukana akakwambia niondokee hapa, kuwa mbali na mimi, usimtajie mambo hayo, mimi nina shida ngapi mimi. Lakini Allah anapenda kuombwa. Ayaliha ala rabbihi fi duaihi, ang'ang'anie na amshikilie Mola wake katika dua zake na maombi yake. Fala abdu yukthiru min dua, mja anatakikana akithirishe katika kuomba wingi wa dua. Wa yukariruhu, na azirejee dua hizo, arejee mara kwa mara dua zake hiyo. Wa yalihu ala Allahi, na amng'ang'anie Allah bitakriri ubuwatihi, kwa kurejea sifa za Allah. Azitaje sifa za Allah kwamba Allah ndio muumbaji, Allah ndio mwanzishaji, wa ilahiyatihi, akiri kwamba Allah ndio mwenye kuabudiwa. Wa asmaihi, akariri sana majina ya Allah, wa sifati, na sifa za Allah, kama dhakara an-nabii sallallahu alaihi wasallama, kama alipotaja hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitaja kisa cha yule mtu akasema, ar-rajulu yutilu safara
mtu alikuwa kirefusha safari yake, ashghasu aghbaru, nywele zake zilikuwa zimetimuka kutokana na safari refu, mwili wake ulikuwa umejaa vumbi, ya mudu yadaihi ila samaa, akawa anainua mikono yake juu, yani mbinguni, ya rab ya rab, hali ya kwamba naomba ewe Mola wangu, ewe Mola wangu. Anamshikilia Mola wake, ila hakujibiwa kwa sababu mtu huyo chakula chake ni haramu, mwili wake ni haramu tupu, kudhiya bil haram, yeye mwenyewe amelishwa haramu mtu ule. Kwa hiyo Muislamu anatakikana amshikilie Mola wake katika kuomba dua, na katika kumshikilia Mola wake sana, hasa kipindi hichi cha 10 hili la mwisho. Huu si muda ambao mtu anatakikana aonyeshe machofu. 10 la mwisho lapoingia, Muislamu anatakikana ndio ajitahidi zaidi, lakini leo hii ukiangalia tayari misikiti imekuwa ni mitupu, na mwisho itabakia wale watu wachache tu, safu moja, safu mbili, katika baadhi ya misikiti nusu safu tu. Hali ya kwamba ndio muda wa kujitahidi, kwa sababu ndio muda ambao ndani yake mna siku maalumu na saa maalumu ya kujibiwa wao maombi yao. Allah anasema ndani ya Qur'ani, inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeishusha Qur'ani hii katika usiku wenye cheo kikubwa. Wama adraka ma lailatul qadri, na kitu gani kitakachokujulisha wewe ni upi hasa huo usiku wa lailatul qadri? Lailatul qadri khairun min alf shahr, usiku huo wa lailatul qadri ni bora zaidi kuliko miezi 1000 ambayo mtu anafanya ibada mbalimbali. Zile ibada zote zikusanywe, basi haziwezi kufua dafu wa ibada ambazo amezifanya mtu usiku mmoja tu. Ni usiku ambao una fadhila nyingi sana. Usiku huo tanazzalu almalaikatu, wanashuka malaika wote mbinguni, hakuna malaika anabakia. Waruhu, na malaika Jibrili, fiha, ndani ya usiku huo, biidhni rabbihim, wote wanashuka kwa amri ya Mola wao. Hakuna malaika hata mmoja anayebakia mbinguni, wote wanashuka. Wapi unapatikana? Ni katika siku 10 za mwisho zilizobakia, ambazo watu wanazizembea. Malaika wote wanashuka, min kulli amri, kwa kila jambo lenye kutokezea ardhini. Salamun hiya hatta matla'il fajr, usiku ni amani tupu mpaka alfajiri ingie. Usiku huo Allah anauzungumza kwenye aya nyingine, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika sisi tumeishusha Qur'ani katika usiku wenye baraka nyingi. Inna kunna mundirin, hakika sisi tumekuwa ni wenye kuwaonya viumbe. Rawa al-Imam Ubada, rawa Imam Ahmad an Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mtume kasema, lailatul qadri fil ashr bawaki, usiku huo wa lailatul qadri uko katika masiku 10 yaliyobakia. Usiku huo uko katika masiku 10 yaliyobakia. Man qamahunna, yoyote atakayesimama ndani ya masiku hayo, ibtighaa hisbatihinna, kwa kutaraji malipo kwa Allah, fa inna Allah yaghfir lahu ma taqaddama, akiwafiki usiku huo Allah anamsamehe madhambi yake yote yaliyotangulia. Wama taakhara, na yale ambayo hayajaja ya mwaka mzima pia anasamehewa mtu huyo. Na watu wamelala, watu hawana habari usiku huo, watu wanashughulika na sikukuu tu. Wa hiya lailatu witri, nao ni usiku wa witri. Mtume akasema 9 au 7 au 5 au 3 au akhir lailatin, usiku huo ni usiku wa mwezi 29, mwezi 27, mwezi 25, mwezi 23, au siku ya mwisho, yani mwezi 29. Utafute, na Muislamu anatakikana au utafute katika siku zote zile 10 zile. Ama kwa kuuvizia anaweza kaukosa, hasa itakapokuwa mtu huyo itikadi yake ya kuangalia mwezi ni katika nchi yake, huyo ndo anaweza kwenda upande kweli. Ataupata usiku huo itakapokuwa yeye siku zote 10 zile yuko katika kufanya bidii ya kufanya ibada. Ama akisema subiri mwezi 21, 27, na hisabu yenyewe imeanza wapi? Hisabu yenyewe kaianzia ndani ya nchi yake, lazima ataukosa usiku huo. Ili aupate, basi aanzie kuanzia mwezi 21, na hata hivyo sasa aanzie huku mwisho,
tokea mwezi 19 kwa upande wake, asije kasubiria sana. Hapo naam, anaweza kaupata usiku huo 90 au 70 au 5 au 3 au akhir lailati. Qala Ibn Kathiri, wal mustahabbu, na jambo lenye kusuniwa, al-iktharu min ad-du'a'i, ni kufanya wingi wa dua, fi jamila awqati, katika nyakati zote, wa fi shahr ramadana aktharu, na katika mwezi wa Ramadhani ndio zaidi, wa fil 10 awakhiri, na katika 10 la mwisho, thumma fi awtari, kisha au tafute katika siku za witri aktharu, zaidi. Qala wal mustahabbu, na jambo lenye kusuniwa, ayukthira, akithirishe, min hadha ad-du'a, aombe dua hii, Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni, ewe Allah, hakika wewe ndio mwenye kusamehe na unapenda jambo la kusamehe, ewe Allah Mola wangu nisamehe mimi madhambi yangu. Kwa hiyo hayo ni katika adabu ya mambo matano au adabu 5 za kukubaliwa dua, na tuko katika 10 la mwisho. Tujitahidi sana kufanya ibada na kuzidisha ibada, kumwomba Allah atupe nguvu, atupe uzima, tusije tukanyong'onyea tukawanyonge hivi kwa hatuna nguvu ya kiwiliwili ya kufanya ibada, kusoma Qur'ani, kuleta dhikri. Tujitahidi sana mpaka 10 hili tulimalize. Nas'alullah salama wa nas'alullah afya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.